Na mtazamaji, karibu katika sehemu ya pili, sehemu ya nususi ya jinsia. Bikifimbo washafika hapa, lakini kabla ya kuzungumzia mada ya leo ikiwa ni malezi, ni nani wa kulaumiwa watoto wakipotoka hasa katika jamii? Ni majirani, ni wazazi, ni walimu au ni watoto wenyewe? Tuangazie taarifa moja hapa kabla ya kurejelea mjadala wa leo. Mara nyingi mkondo wa maisha ukosa kwenda tulivyopanga, kwani hali hubadilika na kutulazimu kufuata mkondo tofauti. Mwanahabari wetu Raquel Muigai anasimulia kisa cha Margaret Wanjiku kutoka eneo bunge la Subukia, aliyechukua jukumu la kuwalea watoto wa jamaa zake licha ya kejeli aliyopata kutoka kwa majirani. Margaret Wanjiku amekuwa mwanamke mwenye ujasiri licha ya masaibu yaliyomsonga maishani. Masaibu yaliyomfanya kukumbwa na fedheha, kudharauliwa na kupuuzwa na majirani katika kijiji cha Maombi, eneo bunge la Subukia. Sister yangu akaaga dunia, nikashukua katoto. Mpaka saa hii nilikuwa na katoto ka sister yangu. Nilikuwa na taabu mingi. Hapo ndipo masaibu yakaanza kumwandama. Punde tu baada ya dadake kufariki, bintiye Margaret aliaga dunia mwaka 2015 baada ya kuugua saratani na kumwacha mtoto wa miezi miwili. Lakini hayo yakawa ni kionjo tu, kwani bintiye wa pili, Teresia Wamboi, mzazi wa watoto wawili na aliye na akili tahira, alijifungua watoto watatu. Mzigo huo ukawa ni wa Margaret kuubeba. Nilikuwa na kazi gumu yake. Nikafanya kazi nikiombaga Mungu, nikimsaidiaga, nikashukua hata manguo yake, nikumfulia. Ukaona lazima umwambie kitu ndio afanye kitu. Mapato ya Margaret na mumewe yakiwa ni kutokana na vibarua wanavyotegemea, kuwalea watoto hawa imekuwa vigumu kutekeleza. Sina uwezo wa kulea hii watoto. Niko na taabu. Nilikuwa na gumu ya kwenda kazi ya kibarua kwa sababu ya hii watoto. Maombi yake hata hivyo ni kuwa atapata usaidizi kuweza kuwalea watoto hao 7 pamoja na